Mwanzoni mwa hadithi tunaonyeshwa kijiji kimoja kidogo nchini Malawi, ambapo watu wa kijiji hicho wanafanya kilimo kwenye ardhi kame. Ghafla, mtu mmoja anapata shambulio kali la moyo hapo hapo, jambo ambalo linasababisha kifo chake papo hapo. Kaka wa mtu huyu pia alikuwepo hapo, ambaye ni mkulima. Mkulima huyo anasikitika sana kwa kifo cha ghafla cha kaka yake na kujiuliza imekuwaje. Baada ya hapo, wanakijiji wote wanashughulika na mazishi ya kaka yake na mila na desturi za kifo zinazofanywa kijijini hapo. Baada ya hapo, yule mkulima anarudi nyumbani akiwa na huzuni kubwa, ambapo anaishi na mke wake, binti yake na mwanaye wa kiume. Mwanaye anaitwa William, ambaye ni mwerevu sana kwa mambo mengi. Kiukweli, alikuwa na akili sana. Inafahamika kuwa William anapenda sana kutengeneza redio, ndiyo maana kila wakati anajishughulisha na kutengeneza redio za marafiki zake na watu wa karibu. William alipoenda shuleni, mwalimu mkuu aliwaweka watoto wote kwenye mstari, akiwemo William, na kuanza kusema kwamba ikiwa yeyote kati yenu hatalipa ada ya shule kuanzia sasa, mtafukuzwa shule. Kiukweli, hali ya kifedha ya baba yake ni mbaya sana, ndiyo maana walikuwa hawajalipa ada kwa muda mrefu. Mwalimu wa darasa la William, ambaye anampenda sana dada yake, anamwambia William kwamba unapaswa kulipa ada haraka, vinginevyo utafukuzwa shule. Lakini pia alijua kuwa baba yake hana pesa za kutosha kuweza kulipa ada hiyo. Wakati huo huo, alitaka kusoma sana. Hayo ndiyo yalikuwa matamanio yake. Wakati mama yake alitaka William amsaidie baba yake kazi za shambani. William alipokuwa akisoma usiku, kutokana na giza, anaenda kwa mama yake kuomba mafuta ili aweze kuwasha taa chumbani kwake. Lakini mama yake anakataa, akisema siwezi kukupa mafuta kwa ajili ya kusoma, inabidi tuyatunze kwa ajili ya matumizi ya kazi za nyumbani. Siku iliyofuata, baada ya masomo, William anaenda kwenye yadi ya vyuma chakavu, ambapo kuna vifaa vingi vya umeme na vitu vingi vya chuma, ambapo anapata taa na betri. William akaanza kufikiri kwamba kwa vitu hivi atajiwashia balbu kwa ajili ya kusoma usiku. Sasa, siku iliyofuata, watu fulani wasiojulikana wanafika kijijini na kuanza kuambia wanakijiji kuwa tutawapa pesa nyingi, lakini kwa badala yake tunataka kukata miti iliyoko kwenye mashamba yenu. Lakini mwenyekiti wa kijiji, yaani kiongozi wa hapo, anakataa na kusema kuwa miti hii inalinda mashamba yetu dhidi ya mafuriko na mikondo ya maji. Tukikata miti hii, mafuriko yataingia kwenye mashamba yetu. Wakati huo baba yake William naye anaunga mkono kauli yake. Lakini wakulima wengine wote wanatia saini kwenye makaratasi. Kwenye karatasi ilikuwa imeandikwa kuwa wanaweza kukata miti kutoka kwenye mashamba yao, kwa sababu umaskini mkubwa ulikuwa umeingia kijijini na kila mmoja alikuwa na uhitaji mkubwa. Muda si mrefu, kazi ya kukata miti mashambani inaanza. Usiku huo huo, William anamwambia baba yake kuwa anahitaji pesa kwa ajili ya ada ya shule. Lakini baba yake anasema, mwanangu, kwa sasa sina pesa, siwezi kulipa ada yako sasa hivi, itabidi usubiri mpaka mavuno yatakapopatikana. Baada ya hapo ndipo nitapata pesa na kuweza kulipa ada yako. Kusikia maneno ya baba yake, William anafadhaika sana. Siku iliyofuata, anapoenda shuleni na rafiki yake, anaona baiskeli ya mwalimu wake wa darasa ikiwa imeegeshwa. William anahitaji betri ya taa hiyo, lakini anaona kuwa kwenye taa hiyo hakukuwa na betri kabisa. Badala yake, anaona kuwa taa imewekwa kwa kuzungusha gudumu la baiskeli inawasha taa hiyo. Haelewi kabisa ni jinsi gani taa hiyo inawaka. Sasa, William anapoenda shuleni, anafukuzwa shule pamoja na watoto wale wote ambao hawakuwa jalipa ada kwa miezi kadhaa iliyopita. Baada ya kusikia maneno ya mwalimu mkuu, William anafadhaika sana. Anataka kusoma shuleni kwa namna yoyote ile, lakini alikuwa haoni njia yoyote. Wakati huo huo, msimu wa mvua ukaanza na mvua kubwa ikaanza kunyesha, jambo ambalo lilisababisha mashamba ya baba yake William kujaa maji na mazao yake yote kuharibika. Akiona hayo, baba yake anafadhaika sana kwa sababu walikuwa hawana akiba ya chakula ya muda mrefu. Kwa hiyo anaenda kwa rafiki yake mmoja na kumwambia kuwa nina kiasi fulani cha pesa, nataka kutumia pesa hizi kuokoa miti ili niweze kulinda shamba langu dhidi ya maji. Lakini rafiki yake anamwambia kuwa hivi karibuni kutaingia ukame mkubwa. Huko Kenya nako kuna mafuriko. Pesa ulizonazo kwa sasa usizitumie, zitakusaidia wakati wa shida zaidi. Baba yake William anapokosa msaada wowote hapo, anarudi nyumbani akiwa na huzuni. Muda si mrefu, msimu wa joto unaingia na ardhi inakauka kabisa. Hapa hapakuwa na aina yoyote ya maji, yawe machafu au safi, kila upande kulionekana ukame tu. Sasa kwa sababu ya kukosa maji, mashamba yao yalikauka na kuwa kame.
huku William anaonyeshwa tena kwenye yadi ya vyuma chakavu ambapo anapata betri 2, lakini aliona kuwa betri hizo zilikuwa zimekufa kabisa. Alitaka kwa namna yoyote azitengeneze betri hizo ili aendeshe pampu ambayo alikuwa ameshaipata hapo awali, ili hata wakati wa joto mashamba ya baba yake yaweze kupata maji kwa ajili ya mazao. Anaenda shuleni kwa kificho, na baada ya vipindi kuisha, anaenda kwa mwalimu wake wa darasa na kumuuliza kuwa ile taa iliyo kwenye baisikeli yako inawakaje bila betri. Mwalimu anaanza kumwelezea kuwa kiukweli hiyo ni electric dynamo, lakini William alikuwa hana pesa nyingi kiasi cha kuweza kununua dynamo hiyo. Kwa hiyo anamuuliza mwalimu wake, je, naweza kuitengeneza? Mwalimu akamwambia ndiyo, bila shaka, maktabani kuna vitabu vingi vya namna hiyo ambavyo ukivisoma unaweza kutengeneza dynamo. Lakini kwa sababu ya kutolipa ada, William maskini hakuwa na ruhusa ya kuingia maktabani. Ndiyo maana anamwambia mwalimu kuwa najua siri yako moja, kwamba unakuja kumwona dada yangu, na ukitaka niendelea kuitunza siri hii, basi inabidi unipatie ruhusa ya kuingia maktabani. Baada ya kusikia hayo, mwalimu ilibidi akubaliane naye na anampeleka William kwa mtunza maktaba na kumpatia ruhusa ya kuingia humo. Alipokuwa akizunguka na kuangalia vitabu maktabani, alikuta vitabu vingi vinavyohusu nishati ambavyo vingemsaidia kutengeneza dynamo. Kwa sababu hiyo, alifurahi sana. Baada ya siku kadhaa kupita, rais anakuja kijijini. Wakati huo, kiongozi wa kijiji anawasilisha kero zao mbele yake kwamba wanahitaji pesa kwa haraka, na anaelezea mapungufu yote yaliyopo hapo. Lakini watu wa rais wanampeleka kiongozi huyo nyuma na kumpiga vibaya sana, kwa sababu wao walikuwa wanahitaji kura tu kutoka kwa watu wa huku. Hawakuwa na habari na matatizo wala mahitaji yao. Baba yake William anaelewa kuwa lolote la kufanya lazima afanye mwenyewe, kwa sababu hatapata msaada wowote, jambo ambalo lilimfanya afadhaika sana. Anaenda shambani kwake na kuanza kuvuna mazao yake, ambayo safari hii yalikuwa na faida ndogo sana ikilinganishwa na hapo awali. Walikuwa na chakula cha miezi miwili tu, na baada ya hiyo miezi miwili chakula kingetoka wapi? Jambo hilo walikuwa hawalijui. Umaskini mkubwa ulienea katika kijiji hicho kiasi cha kuwa baba yake William anatoa mabati ya paa la nyumba yake na kwenda kuyauza sokoni, ambapo kwenye redio inakuja habari kuwa hivi karibuni bei ya nafaka itapanda sana, yaani vitu vya kulia na kunywa, kwa sababu nafaka imekuwa haba nchini. Watu wengi wanafadhaika na jambo hili, lakini ukweli ni kwamba huu wote ulikuwa ni mchezo wa serikali, kwa sababu kulikuwa na ufisadi mkubwa. Kwa hiyo, kwa kuwaambia watu uongo, maafisa mafisadi walikuwa wanajipatia pesa. Hapa baba yake William anaanza kuungana na watu wale ambao walikuwa wakipiga kelele dhidi ya serikali ili waandamane dhidi yao. Muda mfupi baada ya wao kuondoka, magari mawili yanakuja kijijini kwao yakiwa na nafaka nyingi. Kiukweli, serikali ilikuwa imetuma nafaka hizo kwa ajili ya watu ambazo zilikuwa zinauzwa kwa bei nafuu sana. Mama yake William anampa William kiasi fulani cha pesa na kumtuma akanunue nafaka, na alipoondoka tu, watu fulani wanakuja nyumbani kwao kupitia mlango wa nyuma na kuiba nafaka zote walizokuwa wamevuna mashambani mwao na kuzihifadhi. Sasa hawakuwa na hata punje moja ya nafaka, jambo lililomfanya mama yake alie kwa huzuni. Baada ya muda, William anarudi nyumbani akiwa na chakula kidogo, na hapo baba yake William naye anafika. Anasema kuwa kuanzia sasa tutakula mara moja tu kwa siku. Kwa njia hiyo tutaweza kutumia chakula hiki kwa siku chache zaidi. Familia nzima ya William ilikuwa imekwama kwa sababu serikali haikuwasaidia na mvua ilikuwa hainyeshi. Usiku, William anaenda kwa dada yake na kumwambia, najua unampenda mwalimu wangu. Nataka umuombe ile dynamo iliyo kwenye baisikeli yake. Kwa kuitumia hiyo, nitaendesha pampu ya maji na kufikisha maji mashambani. Lakini siku iliyofuata, William aliporudi akiwa amebeba kuni, anaona kuwa dada yake ametoroka nyumbani. Wazazi wake walikuwa na huzuni kubwa na wakilia sana. Alipoingia chumbani kwake, aliona kuwa dada yake amemwachia ile dynamo iliyokuwa kwenye baisikeli ya mwalimu wake. Hii ina maana kuwa dada yake alikuwa ametoroka na yule mwalimu wake. Sasa William pamoja na marafiki zake anaunganisha dynamo hiyo na kinu cha upepo na redio inaanza kufanya kazi, jambo lililowafurahisha sana watoto wote. Baada ya hapo, watoto wote wanaenda na William kwenye yadi ya vyuma chakavu na kuleta vifaa vingi. Sasa ili kuwasha pampu ya maji, William anahitaji kinu kikubwa cha upepo, na kwa ajili hiyo anahitaji baisikeli.
Ndio maana anaenda kwa baba yake na kumwonyesha jinsi kinu kidogo na dynamo vinavyoweza kuwasha redio. Lakini baba yake haelewi chochote. Kisha William anamwambia baba yake kuwa anataka kutengeneza kinu kikubwa cha upepo ambacho kitaendesha pampu ya maji na wataweza kumwagilia mashamba yao katika misimu yote. Lakini kwa ajili hiyo anahitaji baiskeli ya baba yake, na akimpa baiskeli hiyo hataweza kuiendesha tena kwa sababu itabidi ikatwe. Kusikia hayo, baba yake William anakasirika sana. Anavunja kile kinu kidogo cha upepo na kusema kuwa unafanya kazi za kijinga. Kuanzia leo utafanya kazi na mimi shambani. Anaanza kufanya kazi na baba yake shambani. Sasa baba yake William pamoja na wanakijiji wote walikuwa wamechoka kwa njaa. Aliporudi nyumbani, anaona marafiki zake wote wakiondoka kijijini. Anawaambia, lazima tubaki hapa. Tutatengeneza kinu kikubwa cha upepo ambacho kitatupa maji misimu yote na tutaweza kupanda mazao wakati wowote. William anaenda tena kwa baba yake akiwa na marafiki zake. Marafiki zake wanampigia magoti baba yake William wakiomba baiskeli, lakini anawafukuza kwa ukali. Wakati huo huo, inajulikana kuwa bibi yake William amefariki, jambo linalomfanya mama yake awe na huzuni kubwa. Pia, mbwa wa William anakufa kwa kukosa chakula. Kifo cha mbwa wake kinamuumiza sana William na analia kwa uchungu. Baba yake sasa anaelewa kuwa lazima watafute njia. Kwa hiyo, anaenda kwa William na kusema, sioni njia nyingine yoyote kwa sasa. Ikiwa una imani unaweza kutoa maji kwa kuendesha pampu, basi chukua baiskeli yangu unayohitaji. Baada ya hapo, William anaichukua baiskeli ya baba yake na kuikata ili iwe sehemu ya kinu cha upepo. Sasa wanakijiji wote wanashirikiana kutengeneza kinu hicho. Wanasimika mbao kubwa ardhini na kusimamisha kinu kikubwa. Baiskeli inaunganishwa. Na kinu kilipoanza kuzunguka, gurudumu la baiskeli nalo likazunguka likiwa limeunganishwa na dynamo. Kupitia dynamo hiyo, wanachaji betri. Kila mmoja anaanza kufanya kazi shambani kwa matumaini kuwa maji yatatoka. Baada ya muda, betri inajaa na pampu ya maji inaanza kufanya kazi. Watu waliofanya kazi shambani ghafla wanaona maji yakianza kutiririka. Furaha yao haina kifani, hawakuamini macho yao. Hii ilikuwa kazi iliyoleta matokeo ya mafanikio ambayo hakuna aliyetegemea. Lakini William, kwa kutumia akili, imani na juhudi zake, alikamilisha kazi hii na kufanikiwa, akionyesha uthibitisho wa kipaji chake, genius. Baba yake William anamkumbatia akilia. Baada ya muda, inaonyeshwa kuwa mashamba ya baba yake William pamoja na ya wanakijiji wengine yanaanza kutoa mazao. Yaani kama William hasingekuwepo, wanakijiji wote wangepoteza maisha kwa njaa. Sasa wangeweza kupanda mazao misimu yoyote. William anapanda tena juu ya kinu cha upepo na kutazama mashamba ya kijiji nzima yakiwa ya kijani kibichi, jambo linalompa furaha kubwa sana. Hivi karibuni, habari hizi zinaenea kila mahali, na shule ya William ilipopata habari hii, alipewa ufadhili wa masomo wa maisha yake yote. Hiyo ina maana kuwa sasa angeweza kusoma shuleni wakati wote bila kulipa pesa. Na hapo ndipo hadithi ya kweli ya maisha ya William inapoishia. Hii ni moja ya filamu inayovutia sana. Usisahau kufuatilia chaneli yetu kwa kubonyeza alama ya kengele ili kupata miendelezo ya movie zetu. Tukutane tena wakati mwingine.